Unatakiwa kujifunza mambo haya kabla hujawa dereva wa bajaji. Kuna mambo mengi ya kujifunza ukiwa kama dereva ama unahitaji kuwa dereva wa bajaji, kwa sababu kuna changamoto, misukosuko na matatizo mengi ya bajaji, hasa kwa wale wanaopitia mikopo ya bajaji na changamoto za ulipaji wa madeni yao kwa hizo bajaji zao. Hivyo basi tumefanya mazungumzo na madereva mbalimbali wa bajaji, watakufunza mengi sana kupitia Makobe TV. Kaa na sisi na usiache kusubscribe. Dereva wa kwanza ni huyu hapa. Mambo safi tu blaza. Bwana, wewe kwa majina, hebu tuambie unaitwa nani na una muda gani hasa unafanya hii biashara ya bajaji? Na mimi naitwa Yusufu Mashala. Hii kazi nimeanza 2019. Baada ya kumaliza chuo, nilikuwa nasoma chuo St. John's University of Tanzania. Nimemaliza 2019 ndo nikaanza hii kazi baada ya kuona sijapata kazi ya kufanya. Umeona? Kwa nikaanza mpaka leo nafanya 2023. Japo na mpango wa kuachana nayo baadaye nifanye kazi zingine. Hii kazi unaifanya bajaji ni ya kwako, ulikodisha, ulianzaje, pengine sasa hivi uko wapi? Hii bajaji ni ya kwangu. Tuseme nilianza kwa kuchukua mkopo benki ya Equity. Kipindi kile nakumbuka walikuwa wanakopesha. Umeona? Ulikuwa unatoa 2,200,000, nilijichanga hela yangu ya boom. Nikakusanya hiyo 2,200,000 nikachukua bajaji hii ya mkopo. Nikamaliza. Baada ya kumaliza basi mpaka saizi ni ya kwangu. Na tuambie sasa biashara ya bajaji wewe kwako imekuwaje? Imekuwa ni ajira, imekuwa ni mkombozi, na pengine ni nini hasa ambacho umekipata ambao unaweza kusema kabisa kwamba sasa bila bajaji hapa nisingetoka kwenye hili jambo? Ni kweli. Labda tuseme kwamba bajaji imenifanya nimepiga hatua kubwa ya kimaisha mpaka saizi, kwa sababu nikiangalia vitu nilivyovifanya ni vikubwa kupitia bajaji. Enzi hizo nakumbuka ilikuwa nalipa sana, tofauti na saizi. Kwa sababu enzi hizo bei ya mafuta ilikuwa bei rahisi na mzunguko wa pesa ulikuwepo. Umeona? Tofauti na saizi. Lakini kipindi hicho baada ya kumaliza hii bajaji nikawa nimechukua bajaji nyingine, nikakomaa nikachukua bajaji nyingine. Umeona? Nimekomaa, nimenunua viwanja na vitu kadhalika, vitu vingine nikafanya vya muhimu zaidi. Yaani tuseme tu imenifikisha hatua ambayo ni nzuri. Umeona? Imesaidia watu wengi, mimi mwenyewe, watu wengine ambao tumemaliza nao chuo wamejifunza kupitia hii bajaji zaidi ya 10 kupitia hii bajaji. Familia pia imenitegemea kupitia hii bajaji. Umeona? Kwa hiyo tuseme imenisababisha nimepata hatua kubwa. Sijui. Of course nimefanikiwa japo sijakamilisha. Nimefanikiwa, nimepiga hatua kubwa. Umeona? Hebu tuambie nyumba ambayo umejenga pengine sasa hivi. Level nilofika nimepiga renta na madirisha. Ndio level ambayo nimefika. Japo natamani kwa vijana wengine wito ambao nimeona, yani tuseme kwamba unapofanya kazi uwe na malengo. Kazi yoyote ukiifanya kwa malengo, unafanyaje? Unafanikiwa kimaisha. Haijalishi kwamba ni kazi unaingiza kiasi gani kwa siku. Kwa hiyo nilichojifunza katika maisha ni vitu viwili tu. Unafanya kazi na una save pesa. Na unapo save pia uwe na malengo kwamba kila baada ya muda fulani unatakiwa ufanye kitu fulani. Kila baada ya muda fulani ufanye kitu fulani. Utakuja kurealize baadaye kwamba umepiga hatua. Bana, naona watu wengi sana ambao wanafanya hii biashara ya bajaji, anakuwa amesoma, amemaliza shule, amejiajiri. Tofauti na bodaboda. Tofautishaji usafiri wa bodaboda pamoja na usafiri wa bajaji, kwa maana ya wale waendeshaji wa bodaboda na waendeshaji wa bajaji. Tuseme tu kwamba waendeshaji yani tuseme tu wasomi wako kote kote, sio bodaboda wala sio bajaji. Umeona? Tofauti na zamani ndio ilikuwa kwamba mtu ambaye anaendesha bodaboda au bajaji ni mtu ambaye hajasoma. Lakini sasa hizi imekuwa tofauti kwa sababu ya maisha yanavyoenda. Kwamba watu wanasoma lakini ajira haipo. Sasa hiyo sio sababu ya kwamba ajira haipo watu wanatakiwa wafanye kazi ya bajaji au bodaboda. Umeona? Isipokuwa tu ni kuiomba serikali itengeneze mazingira mazuri
kwenye sehemu zote za bodaboda, bajaji na daladala na vitu vyote, ili watu waweze kujiajiri sehemu yoyote, aidha aliyesoma au hajasoma. Hiyo itaweza kusaidia. Mtazamaji wa Mwananchi Digital, pia tumefanikiwa kumpata kijana ambaye yeye anaendesha bajaji ya bosi. Yaani ameajiriwa na mtu kuendesha bajaji hii, alafu anapeleka hesabu kwa bosi wake jioni, ambaye yeye anatueleza namna ambavyo mikataba ya kuendesha bajaji za mabosi inakuwa na aina za mikataba hasa ambayo wao wamekuwa wakiingia na mabosi zao. Umeniambia unaitwa nani na unafanya ruti ya wapi tu wapi? Naitwa Edi Ali, nafanya ruti Kikuyu mjini. Hesabu ya bajaji inaelekea kwa siku ni shilingi 20,000. Sababu kwa siku 20 sema ndio hivyo sasa, kila kitu dereva vitu fanyie bajaji service nini, sio boss tena. Mkataba ulivyo. Ndio mikataba ilivyo ya bajaji. Na mnapewa hesabu kwa siku 20. Kwa siku 20,000. Hapo ukikaa nao miaka miwili mkataba umeisha. Hapo ikiwa ni mpya. Ni mpya. Hebu tuambie sasa, ikiwa sio mpya, ikiwa kama hapo imetumika sasa, ni makubaliano ya dereva na bosi. Hapo kikawaida huwa inakuwa ni kama shilingi ngapi kwa kukadiria? Inategemea na miezi mingapi. Kama imemaliza mwaka, bajaji anaweza, yani ni makubaliano tu, anaweza akakupa muda mwaka mwingine kumalizia. Alafu inakuwa ya kwako. Sema niambie wewe ya kwako uko kwenye miezi mingapi au uko kwenye mwaka wa ngapi sasa hivi? Hii ya kwangu mimi si ya mkataba. Kwa hiyo tayari shakuwa ya kwako tena. Hii baada ya bosi, hii sijachukua mkataba. Kwani ukichukua mboso ya mkataba unarudisha shilingi ngapi kwa bosi na hela ndio 20. Sasa sema utakote wako huko service anafanya bosi. Kiharibika anatengeneza bosi. Kwa nini sasa wewe hujataka kuchukua ya hesabu ya moja kwa moja ambayo ya mkopo? Mimi sikuchukua kwa sababu yani ni kitu ambacho naweza nitumie nisimalize mwaka kwenye bajaji. Kwa hiyo ukichukua mkataba unaweza ukakosti baadaye. Kwa nini usimalize mwaka? Na pengine mniambie inavyotokea hivyo sasa hujamaliza, wewe kuna hatua gani zinachukuliwa? Yaani kumaliza kwa mfano muda unakuwa ni yaani mimi sio kwamba kumaliza muda nashindwa kupeleka hiyo. Yaani naweza ngabadilisha kazi yani na malengo mengine. Yaani wewe tu malengo yako ni mengine. Mengine sio kukaa muda mrefu kwenye bajaji. Ndio maana unaona uchukue ya kawaida. Ya kawaida tu. Hebu tupitishe sasa, wewe pengine utakuwa unafahamu zaidi. Mfano mimi nimechukua bajaji ya bosi. Nimeanza kuiendesha. Nikafika mwaka mmoja na ilikuwa ni ya mkopo. Sijamaliza. Manake mkataba unaishia pale pale au kuna percent mi bosi ananipa? Haujamaliza. Umechukua bajaji ya mkataba miaka miwili. Alafu umempiga mwaka mmoja. Alafu umekushinda. Sala kwa dereva sasa umeshindwa. Kwa sasa inakuwa ni kwa dereva. Sala kwa sababu umeshindwa. Bosi anachukua bajaji yake anaendeleza ndio mkataba ule. Vipi kwenye upande wa matukio? Hata matukio tumeona bajaji wanalalamika sana, pengine ameporwa bajaji, bodaboda analalamika sana ameporwa bodaboda, siku amevamiwa, amebeba abiria, imekuwa hivi. Kwa upande wa bajaji ipo? Upande wa bajaji kuna kipindi bajaji zinaibiwa sana. Lakini sio sana ni kidogo. Sasa hivi pengine hali ipo. Sasa hivi zimetulia kidogo sasa hivi. Sikia hata watu wakilalamika. Haya, basi pamoja sana. Umeniambia unaitwa nani na unafanya ruti ya wapi tu wapi? Naitwa Edi Ali, nafanya ruti Kikuyu mjini. Toka mwaka gani unaifanya hii ruti? Toka 2020. Mtazamaji wa Mwananchi Digital, kwa upande wa mtumiaji wa usafiri huu wa bajaji kwa jiji la Dodoma, naye nimekusogezea, hebu usikie kutoka kwake. Salama, vipi hali? Safi kabisa. Wewe kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Sara Alfredi Msogoya. Sara, hebu niambie hasa wewe namna ambavyo unaona usafiri wa bajaji. Pengine wewe unaona ni nani hasa? Mimi ninavyoona usafiri wa bajaji ni wa kwetu sisi wananchi wote, kwa sababu unaturahisishia usafiri. Mtu unatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni usafiri ambao unaweza ukakupeleka hadi sehemu unakofika. Unakitaka labda ukifikisha mpaka nyumbani kwako unakufikisha. Na ni wa bei rahisi.
Kwa hiyo ingawa kwa sasa hivi bei za mafuta zilivyopanda na usafiri umeongezeka kidogo na nilia gharama. Pengine unaonaje hali sasa hivi lakini ukilinganisha na kwamba Dodoma sasa hizi ni jiji, kwa hiyo zilitakiwa ziwe nyingi zaidi. Zipo lakini bado hazitoshi. Wito wangu ni kwamba kwa wanao wamiliki wa vyombo hivi vya bajaji wazidi kununua ili wananchi wazidi kupata huduma. Lakini pia na serikali ipunguze bei ya mafuta ili na sisi wananchi tupate kutoka kwenda point A point B kwa bei rahisi. Asante.